tuliweza kujifunza mambo makubwa matatu, ndio tulianza kuyaangalia hayo, na leo tutakwenda kuendelea mbele. Leo tutakwenda kuyaangalia mengineyo, lakini kwa haraka nataka nikupitishe katika ya mambo matatu ambayo tuliweza kujifunza. Jambo la kwanza, fundisho la kwanza ambalo tulilipata kwamba Mungu huinua wanawake majasiri kwa kazi yake. Mungu huinua wanawake wajasiri kwa kazi yake. Hapa tunaona sura ya 4 mpaka 14, tunamwona mwanamke jasiri ambaye ni Debora, lakini pia 17 mpaka 22 tunaona mwanamke jasiri ambaye anaitwa Yaeli. Kwa Mungu pia hata nyakati za sasa Mungu huinua wanawake majasiri kwa ajili ya kazi yake. Jambo la pili tuliojifunza ilikuwa ni kutii huleta ushindi. Fundisho la pili tuliokuwa nimejifunza, kutii huleta ushindi. Sura ya 4 ule mstari wa 10 tunaona Baraka akimtii Debora, na ina maana matokeo ya ushindi wa vita ilikuwa ni kutokana na utii. Sasa wiki iliyopita nilieleza kwa undani sana kwa nini hili ni somo kubwa. Kwa nini? Ni kwa sababu kwa taifa la Israeli hasa nyakati zile wanawake walikuwa ni watu wa kudharauliwa sana. Kwa hiyo anapokuwa kiongozi mwanamke alafu akamtuma mwanamume kama Baraka na akatii, ilikuwa linahitaji moyo sana. Sawa. Kwa hiyo tunaona ule utii wa Baraka kumtii Debora ndiko kulikoleta matokeo makubwa ya ushindi. Na jambo la tatu ambalo tulijifunza, Mungu hutumia watu wa kawaida kwa kazi kubwa. Sura ya 4 ule mstari wa 21. Mungu hutumia watu wa kawaida kwa kazi kubwa. Kumbuka hili sasa ni fundisho kama linarudia kama mara tatu sasa, kwamba mara nyingi sana watu tunajidharau. Unafikiri labda jambo fulani anaweza kafanya mtu fulani, mimi siwezi kufanya, lakini tunaona kwamba Mungu anatumia watu wa kawaida kufanya mambo makubwa. Sasa hapa tunamuona mwanamke anaitwa Yaeli. Yaeli huyu ni mwanamke ambaye hakuwa hata Mwisraeli, mtu ambaye alikuwa ana asili ya Wamidiani ambao hakuwa hata Mwisraeli, lakini bado Mungu alimtumia Yaeli kumuua Sisera. Yaeli hakuwa shujaa wa vita, Yaeli hakuwa mwanajeshi, lakini ndio aliyemuua Sisera. Amina. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu hutumia watu wa kawaida kwa kazi kubwa, kwa hiyo tusijidharau. Sasa leo nataka tukaangalie jambo lile la 4 ambako ndio somo langu liko hapo. Kwa unaoandika sasa unaweza kuandika kuanzia hapo sasa. Fundisho la 4 ambalo tunalipata katika sura ile ya 4 na sura ile ya 5. Na fundisho ile la 4 ndio linamaliza ile sura ya 4, na tutabakiza fundisho la mwisho tukiangalia sura ile ya 5. Fundisho hili la 4 limesema ushirikiano wa kiroho huleta ushindi mkubwa katika kanisa. Ushirikiano wa kiroho huleta ushindi mkubwa katika kanisa. Kwa nini nasema mambo haya? Ni kwamba tunaona kuna watu watatu hapa ambao ni wa muhimu sana, waliosababisha ushindi katika taifa la Israeli. Amina. Amen. Mtu wa kwanza tunamuona Debora. Debora ana mchango mkubwa akiwa kama muamuzi wa Israeli kusababisha ushindi, kwa sababu yeye ndiye alikuwa ni muamuzi. Lakini Debora alikuwa hawezi kwenda vitani, ilibidi amtafute mtu mwingine wa kwenda wapi? Vitani. Anaitwa nani? Baraka. Kwa hiyo tunaona hapa Baraka anaingia kwenye nafasi hiyo kusababisha ushindi. Amina. Lakini pia tunaona pamoja na Baraka kuwa ni jemedari, kuwa kamanda wa jeshi, lakini bado hakuweza kumuua Sisera. Sawa. Kwa tunamuona mtu wa tatu anaitwa Yaeli. Na maana hii chemistry ya watu hawa watatu ndio inasababisha kuleta ushindi katika taifa la Israeli. Tuko sawa? Kwa tunaona huu mchanganyiko watu watatu. Tunaona Debora anatoa neno la Mungu kama nabii na muamuzi, lakini tunamwona Baraka analitii na kuongoza jeshi vitani kama kamanda, na tunaona Yaeli akimaliza kazi kwa kumwangamiza Sisera. Kwa hiyo tunaona kila mmoja hapa
alihitajika ili ushindi utimie. Nanielewa Yaani hawa watu wote watatu hakuna mtu ambaye alikuwa ni muhimu kuliko mwenzake, sawa sawa. Kwa sababu kama Yaeli asingekuwepo, bado Sisera angeendelea kuwatesa. Kama Baraka asingekuwepo, Debora alikuwa hawezi kuyaongoza majeshi kwenda wapi? Vitani, sawa sawa. Kwa unaweza kuona huu ushirikiano uliogusa pande zote tatu ndio uliosababisha mafanikio. Na hapa unaposoma Waefeso sura ya 4 ule mstari wa 3, andiko nimekuwekea pale, anasema na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Kwa hiyo tunaona kwamba kumbe umoja ndio unaoleta matokeo ya ushindi katika kanisa. Kwa hiyo tunaona hiki ni kitu cha msingi sana, kwamba ushirikiano wa kiroho huleta ushindi mkubwa. Kuna vitu ambavyo nataka tukaviangalie. Kwa nini nasema hivyo? Jinsi ushirikiano unavyoweza kusababisha mafanikio katika kanisa. Nataka tuiangalie hiyo sasa. Jambo la kwanza, kwa nini ushirikiano husababisha matokeo katika kanisa? Kwa namna gani? Kwa jinsi gani? Moja, kila muamini kanisani, ndani ya kanisa, ana jambo la kufanya tofauti na mtu mwingine. Amina Yaani kila muamini ndani ya kanisa ana jambo la kufanya tofauti na mtu mwingine. Kila muamini, yani wewe, mimi, kila mmoja tuliopo hapa, kuwepo kwako wewe ndio umesababisha haya mambo yote yawepo. Amina Kwa kila muamini ndani ya kanisa ana jambo la kufanya tofauti na mwingine. Tofauti. Unaposoma Wakorintho wa kwanza sura ya 12 ule mstari wa 12, anasema kama vile mwili ni mmoja na una viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi, ni mwili mmoja, vivyo hivyo na Kristo. Maana yake sisi sote ni mwili. Amina Lakini huu mwili una viungo vingi, na kila kiungo kina umuhimu wake. Kama ambavyo vile ambavyo Yaeli alikuwa na umuhimu wake hata kama sio Mwisraeli. Sawa? Unaweza ukaona mtu yuko kanisani kama mnyonge hivi, kama vile hana huduma hata ya kuhudumu hapa. Lakini kila mmoja yuko pale kufanikisha kazi ya kanisa, kufanikisha mipango ya kanisa, kufanikisha maendeleo ya kanisa. Tunasema ibada imekuwa nzuri ya leo, kila mtu amefanya kwenye sehemu yake. Amina wapendwa. Yaani mimi nimekesha kuandaa ujumbe huu, lakini nilipokuwa nikiandaa ujumbe huu kuna mtu alipiga magoti kuomba. Kwa hiyo hiki ninachokileta hapa siwezi nikajidai nikasema ni mimi. Hapana, kuna mtu amepiga magoti na amekesha usiku kucha akisema Mungu sema na watu wako siku ya Jumapili. Amina. Wakati huo mimi ninapohudumu hapa, kuna watu walikuwa wakiimba hapa nyimbo za sifa, wametuongoza kwenda kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu. Amina. Hawa watu walijiandaa na wenyewe wamesababisha ibada iko hivi. Hawa wanaoimba, kuna watu walikuwa wanajiandaa kwa ajili ya kupiga vyombo. Wanapoendelea, kuna mashemasi kule wapo, kuna wachungaji wasaidizi wapo. Kwa hiyo sisi sote, na kuna sisi sote ambao tumejumuika mahali hapa, ndio tunaifanya tuseme ibada ya leo ilikuwa ni ibada nzuri. Ibada ya leo ilikuwa ni ibada yenye nguvu ya Mungu. Hapana, hii nguvu ya Mungu haitokani na mtu mmoja. Sawa Kila mmoja ana umuhimu wake. Ndani ya kanisa sisi sote ni viungo vinavyohitajiana. Ndio maana Biblia inasema chuma unoa nini? Chuma. Sawa Kila sisi wote ni viungo ambavyo vinahitajiana. Sisi wote unajiona umefanya kwa nguvu zako wewe mwenyewe. Amina. Wangapi wananielewa? Asante sana. Kwa hiyo tunaona hawa watu wanafanya hivyo. Na ukisoma Zaburi 118 ule mstari wa 14, mwandishi anasema Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu, na amekuwa wokovu wangu. Unaona, mwandishi wa Zaburi anasema Bwana ndiyo nguvu zake yeye. Katika kila anachokipitia, Bwana ndiyo nguvu zake yeye. Bwana ndiyo nguvu zake yeye.
Tena anasema na wimbo wangu. Kila wakati manake anaimba habari ya wokovu wa Bwana, anaimba habari ya uponyaji wa Bwana, anaimba habari ya baraka za Bwana, anaimba habari ya uwezesho wa Bwana. Tuko sawa sawa? Ndio maana anasema ni nguvu zangu na wimbo wangu. Alafu anasema naye amekuwa wokovu wangu. Maana kila nilipookoka dhidi ya maadui, aliyefanya ni nani? Ni Bwana. Tukifika hatua hiyo, ni kipimo cha imani yetu kwa Bwana. Kwa kanisa na sasa hapa tunaangalia kitu gani? Tunapaswa kutambua kwamba mafanikio yetu, ushindi wetu na wokovu wetu unatoka kwa Mungu na sio kwa uwezo wetu sisi wenyewe. Tunapaswa kutambua hayo. Unaweza kuchukua andiko la Yakobo 1:17 nimeliandika pale. Ili Yakobo 1:17 tuweza kulisoma kwa sababu ya muda, lakini Yakobo anachokieleza pale, kila kitu kilicho kizuri kimetoka juu kwa Baba. Tuko sawa sawa? Kila kitu kilicho kizuri. Ukiwa na mume mzuri ametoka kwa Bwana. Ukiwa na watoto wazuri wametoka kwa Bwana. Ukiwa na kazi nzuri imetoka kwa Bwana. Ukiwa na afya nzuri imetoka kwa Bwana. Ukiwa na elimu nzuri imetoka kwa Bwana. Ukiwa na biashara nzuri imetoka kwa Bwana. Kila kitu kilicho kizuri kwa mujibu wa Yakobo kimetoka juu kwa Baba. Tuko sawa sawa? Unapaswa hicho kitu kitambue. Twende tukaangalie jambo lingine, umuhimu wa sifa. Jambo la pili, umuhimu wa sifa katika kila hatua. Sifa humpa Mungu tukufu anaostahili. Yaani kupitia hapo kwenye sifa ndiko ambako kunampa Mungu ule utukufu ambao anaostahili. Amina. Yaani hapo kwenye sifa ndiko ambako kunampa Mungu utukufu ule anaostahili. Kwa nini? Ni kwamba Mungu anastahili kusifiwa. Mungu anastahili kutukuzwa. Unajua unapoacha kumsifu Mungu, lazima utakisifu kitu kingine, au lazima utamsifu mwingine. Sika naweka vizuri. Ukiacha kumsifu Mungu, utamsifu mume wako. Oh, nimepata husband mzuri sana. Alafu nasahau kwamba aliyekupa ni nani? Ni Mungu. Tuko sawa? Ukiacha kumsifu Mungu, utawasifu walimu wako. No, nilipata walimu wazuri sana. Lakini ukasahau kwamba hao walimu wameweka na nani? Na Mungu. Tuko sawa? Kwa hiyo kwamba kumbe maana yake nini? Pasipo washirika mimi siwezi kuitwa mchungaji. Tuko sawa? Lakini na wewe pasipo mchungaji huwezi kuongozwa. Kwa hiyo kila mmoja hapa ana umuhimu wake. Sawa? Kila mmoja hapa, lakini pia hakuna kiungo cha muhimu sana kuliko kingine. Sawa? Yaani hapa nilipo mimi naitwa Kitina Rafael, niko hapa kama nilipo. Huu ndio mwili. Lakini mwili huu unaunganishwa na kichwa. Mwili huu unaunganishwa na mikono. Mwili huu unaunganishwa na miguu. Mwili huu unaunganishwa na macho. Mwili huu kuna nywele ziko hapo. Mwili huu kuna masikio yako hapa. Kuna mdomo huko hapa. Sasa kila kiungo katika mwili huu kina umuhimu sawa. Sawa? Maana yake kama nisingekuwa na macho, nisingesimama hapa nikakuhudumia wewe. Kama nisingekuwa na mdomo, nisingeongea haya na ukanisikiliza. Kama nisingekuwa na mguu, nisingejidai hapa kwenye madhabahu na kuzunguka. Tuko sawa? Kwa kila kiungo katika mwili huu kinanikamilisha mimi niitwe Rafaeli. Maana yake kila kiungo katika kanisa kinalikamilisha kanisa la Bwana. Ndio hili ndio kanisa la Bwana. Na vyote hivyo vina umuhimu. Amen. Halo, tuko sawa? Kwa hiyo tunaona watu wote watatu. Kuna mmoja huyu hawezi. Mfano mimi ni mchungaji hapa. Lakini ukiniambia nipige keyboard hii siwezi. Lakini kuitafuta niilete ndio ilete. Sawa? Ukiniambia sasa hapa mchungaji pige, sijui hata naanzia wapi. Yuko mtu anayeweza akapiga hapa. Sawa? Yuko mtu kiniambia mchungaji imbisha, nitaimbisha, sauti inaenda huko inaenda huko.
Lakini yuko mtu akisimama hapa akiimbisha sema ibada ya leo nimetembelewa na nani? Na Mungu. Sawa sawa. Kwa kila mmoja amefanya kwa wajibu wake. Rebeka amefanya sehemu yake hapa, ameimbisha. Waitikiaji pia, Rebeka alikuwa peke yake angeimba singekuwa shida. Waitikiaji huku nyuma wamefanya kazi yao, lakini pia wapigaji wa vyombo wamefanya kazi yao. Lakini hata sisi waitikiaji, bila sisi waitikiaji hata Rebeka hivi angefanyaje? Tuko sawa sawa. Ndio maana akasema sasa tunaimba kwaya ya nini? Ya kanisa, ya wote. Maana yake sisi wote tukageuka kuwa nini? Kwaya. Sasa bila kwaya kuwa kwaya lile peke yake isingewezekana. Amina. Kwa hiyo tunaona hivyo. Sasa kitu gani ambacho tunaangalia? Kitu cha jambo la pili ambalo tunajifunza kwamba ushirikiano huleta matokeo ya kudumu katika kanisa. Ushirikiano, jambo la pili, jinsi ushirikiano unavyosababisha mafanikio katika kanisa. Ushirikiano huleta matokeo ya kudumu katika kanisa. Kwa hiyo tunaona matokeo ya ushindi wa Israeli yalitokana na wale watu wangapi? Watatu, kila mmoja kwa umuhimu wake. Kwa hiyo tukitaka kuona matokeo ya kudumu katika kanisa, lazima pawepo na ushirikiano. Lazima pawepo na ushirikiano. Haipasi mtu mmoja akafanya vitu vyote. Haipasi mtu mmoja huyo akawa shemasi, huyo akawa mchungaji, huyo akawa mwimbaji, huyo akawa nani. Haiwezekani. Kwa ule ushirikiano ambao unaofanyika katika kanisa la ICC Lugalo ndio unasababisha kuleta matokeo haya. Ushirikiano huu tunaofanya pamoja ndio unasababisha hata jengo kubwa la kuabudiwa la ghorofa liko hapo nyuma linainuka. Mchungaji peke yake asingeliweza. Lakini pale ambapo tuliposhirikiana, tukashikamana pamoja, tunafanya mambo makubwa, wonders ambayo yanashtua dunia. Hivi hao watu wanapata wapi pesa za kufanikisha kujenga majengo ya gharama namna hii? Kilichotokea ni nini? Umoja ni nini? Ni nguvu. Sawa sawa. Kwa hiyo ushirikiano huleta matokeo ya kudumu katika kanisa. Unaposoma Waefeso sura ya 4:16, katika yeye mwili wote umeungamanishwa na kushikanishwa kwa msaada wa kila kiungo, kwa kadri ya utendaji wa kila sehemu moja moja, hukuza mwili upate kujijenga wenyewe katika upendo. Kwa hiyo tunaona ule ushirikiano unaleta matokeo. Sasa kwa namna gani ushirikiano unataka kuleta matokeo? Na nataka nikuletee dondoo zifuatazo. Unaweza ukaziona hata hapo ubaoni. Dondoo ya kwanza, kwamba tunaona mwili huunganishwa kwa viungo vyote. Yaani ule ushirikiano unaletaje matokeo ya kudumu? Ni kwa sababu ule mwili unaunganishwa kwa viungo vyote, sio kiungo kimoja. Kila mshirika anaposhiriki kwa uaminifu kanisani, kanisa linakuwa imara, halitetereki. Tuko sawa sawa? Kila mmoja, wazee wa kanisa wakasimama kwenye zamu yao, mashemasi wakasimama kwenye zamu yao, waimbaji wakasimama kwenye zamu yao, wainjilisti wakasimama kwenye zamu yao. Kila mmoja anaposimama kwenye zamu yake, ndipo tunasababisha kuwa na kanisa imara. Lakini pia kila kiungo kikitenda kazi sawa sawa. Kila kiungo kikitenda kazi sawa sawa. Kwa hiyo tunaona kila kiungo kimoja kinatenda, hakimwelemei mwingine. Kila mmoja anafanya nafasi yako. Amina Hapa tunaona waimbaji wameimba hapa. Wakati wanaimba, mimi nilikuwa nafanya kitu kingine, najiandaa hapa. Wamemaliza, mimi nasimama. Sawa sawa? Nikimaliza, anasimama mtu mwingine. Na hiyo ndio ukamilifu wa ibada. Sawa sawa? Kwa hiyo kila kiungo kinafanya kazi sawa sawa. Kwa hiyo tunaona hakuna mzigo unaomwelemea mtu mmoja. Lakini pia nimeandika hapa nikasema ushirikiano hukuza mwili. Ule ushirikiano ndio unasababisha kanisa likue. Sawa sawa? Huu mwili wa Kristo unakuwa na kuongezeka. Ni ambaye ana umuhimu mkubwa kuliko mwingine. Hata kisema mwili hapa, nakupa mfano mmoja. Kama miaka mingapi iliyopita, kama 4 hivi 5, miaka 5 iliyopita,
Kuna mshirika mmoja alikuwa anaimba praise team hapa, alikuwa anafanya shirika moja la kimataifa, yuko hapa, alikuwa anaitwa Ezekia. Yule ndugu alikuwa na bosi wake pale ofisini, shirika moja la kimataifa, NGO moja. Na yule, kuna siku tulikuwa tunaongea naye, yule akaniambia, bosi wangu anakuja kusali hapa Lugalo akiwa hapa Iringa. Akasema, bwana mimi simfahamu. Akasema, huwa anakuja lakini huwa anavutiwa na mhubiri mmoja. Nikasema, nani? Akasema, Edison, mchungaji Edison Ishengo akihubiri, akifundisha, yaani huwa anajisikia raha kupindukia. So unaona sasa Sasa kama mimi nilikuwa nafikiri kwamba kila mmoja anayekuja hapa kwa ajili ya Mungu kinachosababisha kuwa na matokeo ya kudumu katika kanisa. Tuko sawa sawa? Kwa hiyo ule ushirikiano hujenga, ushirikiano hukuza, lakini pia ushirikiano hujenga mwili katika upendo. Ushirikiano hujenga hata ule mwili katika upendo. Vyote hivyo vinaleta hapa. Hebu tuangalie jambo la tatu. Jinsi ushirikiano unavyosababisha mafanikio katika kanisa. Jambo la tatu, ushirikiano, panapokuwepo na ushirikiano unazuia migawanyiko ndani ya kanisa. Ushirikiano unazuia migawanyiko ndani ya kanisa. Unazuia migawanyiko ndani ya kanisa. Kwamba panapokuwepo na ushirikiano, ule ushirikiano wa watu unasababisha, unazuia, kama ibilisi anataka kupenya na kuweza kulisambaratisha kanisa, hawezi kuingia. Amina Kwa hiyo ushirikiano unazuia migawanyiko ndani ya kanisa. Sasa tukiangalia Matendo ya Mitume, nilikuwekea andiko hapa, Matendo ya Mitume 2:42, tunaona ukisoma ule mstari wa 44, tunaona umoja, tunaona hapa umoja wa mali na moyo. Ukisoma mstari wa 44 unasema wote waliomwamini walikuwa pamoja wakishirikiana vitu vyote vilivyo walivyonavyo. Kwa tunaona hawa watu walishirikiana, walikuwa na umoja, walikuwa wanashirikiana kwenye mali zao, lakini wakiwa na moyo mmoja. Sawa sawa? Sasa hali hiyo ibilisi akashindwa kuingia na kuweza kuwagawanya. Lakini pia kila mmoja alihusika katika maisha ya nini? Ya kiroho. Ukisoma na mstari wa 42, kila mmoja alihusika, walidumu katika mafundisho, ushirika, meza ya Bwana na maombi. Sawa sawa? Kwa namna hiyo adui ilikuwa ni vigumu kupata nafasi. Ukisoma na mstari wa 45, wakatenda kwa hiari na upendo. Sawa sawa? Hao watu walikuwa wanatoa kwa hiari na upendo. Wote wakatenda, yote walitoa mali zao kwa hiari. Wakasaidia wahitaji kwa pamoja. Kwa hiyo tunaona ule usaliti, uchoyo na ubinafsi havikupata nafasi. Lakini pia tunaona pia maisha ya kila siku katika kila mshirika. Ukisoma ule mstari wa 46, wakaendelea kwa moyo mmoja, wakamega mkate nyumba kwa nyumba. Yote haya yalisababisha pawepo kuzuia migawanyiko. Kwa hiyo panapokuwepo na ushirikiano, tunaunganika, tunakuwa kitu kimoja, tunazuia mgawanyiko. Migawanyiko haipati nafasi ndani ya kanisa. Tunazuia kwa sababu mimi ni wa fulani, mimi ni wa Paulo, mimi ni wa Kefa. Sawa sawa? Tunazuia ile migawanyiko katika ushirikiano. Jambo la tatu, unaleta msaada. Kumbuka hapa tunajifunza tu ule ushirika uliofanyika kati ya Yaeli, Baraka na nani? Na Debora. Hawa watu watatu walisababisha, kwa pamoja wao walisababisha mafanikio makubwa. Ndio tunaangalia ule ushirika. Kwa tunaona ushirika unaleta msaada wa kiroho katika kanisa. Panapokuwepo na ushirikiano, ule ushirika unaleta msaada wa kiroho katika kanisa. Mhubiri sura ile ya 9 inasema afadhali kuwa wawili kuliko mmoja. Sawa sawa? Yaani afadhali kuwa wawili kuliko mmoja. Ukiendelea pale chini, maana huyu mmoja akianguka mwingine anamuinua. Sawa sawa? Kwa hiyo tunaona panapokuwepo na ushirikiano, ule ushirikiano unasababisha kupata msaada. Watu wanapata msaada. Mtu anaugua, anapata kupitia kwenye ushirikiano, wanatokea ndugu wa kumwombea, ndugu wa kumpeleka hospitali. Unaweza kuona ule ushirikiano unaleta msaada katika kanisa.
leta msaada katika kanisa. Kuna point nimekuwekea hapo kwa wakati wako, sasa sina muda wa kuzielezea, lakini ziko hapo. Usaidia kiroho mmoja anapoanguka, kutiana moyo katika changamoto, uzuia upweke na mashambulizi ya adui, lakini pia utengeneza mazingira ya kukua kiroho. Haya ni mambo matatu kama manne hivi ambayo unaweza ukayaweka kwenye kumbukumbu zako na yakaweza kukusaidia. Twende kwenye jambo la pili ambalo tunajifunza nini kupitia sura hizi mbili. Tumeona sura ile ya 4 na sura ile ya 5. Sura ile ya 5 tunaona ni sura ambayo inazungumzia habari ya sifa. Ni wimbo wa sifa. Watu hawa waliimba nyimbo mbalimbali ambazo ndani yake zilikuwa ni kumsifu Mungu, lakini ndani yake zilikuwa ni kuelezea mwenendo wa vita ulivyokuwa. Sawa. Nani aliyeshiriki, nani ambaye kushiriki, lakini sehemu kubwa ulikuwa ni kumsifu Mungu. Kwa hiyo hapa tunajifunza kumsifu Mungu katika kila hatua ya ushindi au wokovu, kwamba tunapaswa waamini kujifunza kumsifu Mungu katika kila hatua. Katika kila hatua tunayoipitia tunapaswa kumsifu Mungu na kumshukuru Mungu kwa wokovu tulionao. Tumepita katika hatua mbalimbali. Mungu anapokuponya, msifu Mungu na kumshukuru Mungu. Sawa. Mungu anapokubariki, msifu Mungu na kumshukuru Mungu. Umetoka hatua moja kwenda hatua nyingine, msifu Mungu na kumshukuru Mungu. Sasa hii tunaona ile sura ya 5 ule mstari wa 1 mpaka 31, lakini tukio hilo pia tunaliona kwenye kitabu kile cha Kutoka sura ya 15 kwanza ule mstari wa 1 mpaka ule mstari wa 21, kitabu cha Kutoka. Hapa tunaona pia wana wa Israeli Mungu alipowasaidia wakavuka ng'ambo ya bahari, na baada ya kuvuka ng'ambo ya bahari na wale maadui wakateketea pale kwenye maji, walipofika ng'ambo ya bahari waliimba nyimbo za kumtukuza Mungu. Sawa. Kwa hiyo tunaona tena wanarudia tena hapa, Mungu anapowainua na kuwabariki na kuwawezesha kushinda vita, wanaimba wimbo. Kwa hiyo wanaimba nyimbo mbalimbali ambazo zikimsifu na kumuinua Mungu. Sasa hapa tunajifunza kumsifu Mungu katika kila hatua. Kila muamini, hebu tujenge tabia ya kumsifu Mungu. Tujenge tabia ya kushuhudia matendo makuu ambayo Mungu ameyatenda katika kila hatua yako. Mungu amekubariki hatua fupi, msifu Mungu, atakuinua na hatua nyingine. Sawa. Usisubiri mpaka uinuliwe mpaka mwisho. Kila hatua ambayo Mungu anakuwezesha, unavuka hatua darasa la 7 kwenda form 1, mshukuru Mungu. Unatoka kwenye hatua ya form 1 kwenda form 6, form 4 kwenda form 6, mshukuru Mungu, msifu Bwana. Tuko sawa. Unatoka kwenye hatua pale unaenda chuo, msifu Mungu, mshukuru Mungu. Kwa hiyo kila hatua ya maisha yako, kila hatua ya kitu unachokifanya, mshukuru Mungu wako, msifu Mungu wako. Sasa nataka tuangalie ukiangalia Waamuzi 5:1-31 na Kutoka 15, wana wa Israeli walimsifu Mungu baada ya ushindi mkubwa kutoka katika majaribu, lakini natufundisha umuhimu wa kumsifu Mungu. Na sasa nataka tuangalie faida, kwa nini tumsifu Mungu? Kuna faida gani? Na kitu gani ambacho tunakipata hapa? Kuna faida gani? Jambo la kwanza, kusifu ni udhihirisho wa imani. Kusifu, kumsifu Mungu maana yake ni udhihirisho wa imani yetu kwa Mungu. Kwa hiyo tunapomsifu Mungu maana yake tunadhihirisha imani yetu kwamba aliyetenda ni Mungu. Unaposoma ule mstari wa 4 mpaka ule mstari wa 5, unaona hawa wana wa Israeli wakifanya kitu. Mstari wa 4 anasema, Bwana alipotoka katika Seiri, ulipokwenda vitani kutoka mashamba ya Edomu, nchi ilitetema, mbingu nazo zikadondoza maji, na mawingu yakadondoza maji. Mstari wa 5, milima ikayeyuka mbele za uso wa Bwana. Tuko sawa? Kwa hiyo maana yake nini? Sifa hizi wanapozieleza zinadhihirisha kwamba kumbe ule
ushindi wote hautokani na umahiri wa Baraka. Ule ushindi wote hautokani na umahiri wa uongozi wa Debora. Ule ushindi wote hautokani na Yaeli, bali hao watu wote watatu ni Mungu ndiye aliyefanya haya yaweze kutokea. Tuko sawa sawa Tuko sawa sawa? Kwa hiyo unapomsifu Mungu, wana wa Israeli walipomsifu Mungu baada ya ushindi, walionyesha imani yao kwamba ushindi umetoka kwa Mungu, si kwa nguvu zao wenyewe. Sawa sawa? Kwa hiyo walipomsifu Mungu, ilionyesha kwamba kumbe huu ushindi ni kutoka kwa Mungu, sio kwa nguvu zao wenyewe. Kwa hiyo maana kumbe ushindi, kumbe unapomsifu Mungu, ule ni udhihirisho wa imani kwamba unamwamini yule aliyetenda. Mwandishi wa Zaburi anahimiza kwamba tumpe Bwana utukufu katika kila jambo linalotokea lilo jema katikati ya maisha yetu. Tumpe Bwana utukufu katika kila mafanikio tunayotokea katikati ya maisha yetu. Tumpe Bwana utukufu katika kila hatua ya ushindi wa maisha yetu. Tumpe Bwana nini? Utukufu. Kila hatua. Kumbuka hapa tunasema kwenye kila nini? Hatua. Mpe Bwana utukufu. Kwa hiyo hapa nimeandika sifa ni njia ya kumrudishia Mungu heshima na utukufu kwa matendo yake ya ajabu. Amen. Kwa kumbe sifa ni njia mojawapo ambaye inamrudishia Mungu ile heshima, inampa Mungu heshima. Unaposema ninamshukuru Mungu, Mungu amenijalia hivi, ninamshukuru Mungu, Mungu amenipa hewa nayoivuta, ninamshukuru Mungu, Mungu amenipa watoto wazuri, ninamshukuru Mungu, Mungu amenipa mke mzuri, ninamshukuru Mungu, Mungu amenipa kazi nzuri, ninamshukuru Mungu, Mungu amenipa elimu mpaka nimefika hapa. Sawa sawa? Maana yake unapofanya hivyo, maana yake unamrudishia Mungu heshima, unampa Mungu heshima. Sema nitamwita Bwana, Zaburi 18 mstari wa 3 tunaweza kuandika hapo, nitamwita Bwana astahiliye kusifiwa, hivyo nitaokoka na adui zangu. Kwa hiyo maana yake nitamwita Bwana astahiliye kusifiwa, Bwana anayestahili kusifiwa. Mwandishi wa Zaburi sema nitamwita. Amina. Anamwita, maana yake sifa humpa Mungu tukufu anaostahili. Jambo la tatu, sifa hujenga imani kwa wengine. Kwa hiyo tunaposifu Mungu kwenye kila hatua ya mafanikio yetu, maana yake hiyo ni sehemu ya kujenga imani kwa watu wengine wanaotusikiliza. Unajua kuna watu wanasemaga, wanafikiri kushuhudia matendo makuu unajigamba. Hapana. Unaposhuhudia kile ambacho Mungu amekutendea, unaponya imani za watu, unawafanya watu wamwamini Mungu. Amen. Sasa hiyo sio mimi. Hebu tusome Zaburi ya 40 ule mstari wa 3. Zaburi ya 40 mstari wa 3. Unasemaje? Mmoja aliyepata nisome Zaburi ya 40 mstari wa 3. Akatia wimbo mpya kinywani mwako. Ndio sifa zake Mungu wetu. Wengi wataona na kuogopa. Nao watamtumaini. Unaona? Kwenye tafsiri ya Kiswahili kingine kinasema akaweka, huko anasema akatia, huko anasema akaweka wimbo mpya kinywani mwangu. Tuko sawa sawa? Akaweka wimbo mpya kinywani mwangu. Maana kwenye kila hatua. Alafu ule wimbo gani sasa? Maana yake wimbo wa nini? Wimbo wa sifa. Wimbo wa sifa kwa Mungu nani? Kwa Mungu wetu. Sasa ule mstari hapa mbele panapoendelea ndipo anapoeleza matokeo ya kile anachokifanya. Matokeo ya pale unaposhuhudia matendo makuu ambayo Mungu amekutendea. Matokeo ya vile unapomsifu na kumuinua Mungu kunaleta matokeo gani? Sawa sawa? Sasa mstari huu anasema hivi, watu wengi wataona. Tuko sawa sawa? Sasa mtu mmoja akisimama hapa akashuhudia akasema, jamani, ninamshukuru Mungu, nimepita katika kipindi kigumu sana, lakini nimemwona Mungu. Mungu ameniponya, Mungu amenivusha, Mungu amenibariki. Tuko sawa sawa? Mungu afanya nini? Amenibariki. Mama
Mama Chania alisimama hapa ile wiki ya nyuma akashuhudia sana, Mungu amenibariki, amenipa niweze kufuga sasa kuku. Mungu amenibariki, ameweza kunipa kuku wa mayai. Ule ni ushuhuda ambao kuna mtu ulikuwa unamuinua kule. Sawa sawa. Kuna mtu ambaye amejaribu kufuga kuku mara ya kwanza akashindwa. Ya pili banda lote wakafa. Ya tatu sema kumbe na mimi naweza kuinuka. Huyo mtu tayari anainuka. Tuko sawa sawa. Kwa ule ushuhuda anasema watu wengi wataona. Yaani watu wengi unaposhuhudia, unapomuinua Mungu, unasababisha watu wengi waone. Sawa sawa? Waone nini? Wamuone Mungu. Wanasema wengi wataona. Alafu wakishaona kitu gani? Anasema na kuogopa. Sawa sawa? Hawa watu wakishaona wataogopa. Wataona kumbe ni Mungu wa kuogofya. Kumbe ni Mungu mtendea. Anasema alafu sio kuogopa tu. Anasema nao watamtegemea Bwana. Nao watamtumaini Bwana. Sawa sawa? Nao watamtegemea Bwana. Wengine wapo katika hali ya shida. Ule ushuhuda wako wa matendo makuu uliyokutendea, nataka nikwambie watu wanaposikiliza, unawafanya wamtegemee Bwana. Unawafanya wamtumaini Bwana. Hata kama walikuwa katika mazingira ya kukata tamaa, lakini watainuliwa kwa upya. Kuna wengine labda anapita katika kipindi cha ugonjwa, yupo katika hali ambayo sio nzuri, akisikia ushuhuda wako, ushuhuda wa uponyaji wako, nataka nikwambie ule ushuhuda wako utafanya kumbe huyu Bwana ni Bwana ambaye anayeweza. Ataunganisha hata kama atakata tamaa, anarudi kwa Bwana, anaendelea na Bwana. Kwa hiyo ushuhuda wako unawaponya watu, ushuhuda wako unawaokoa watu, ushuhuda wako unawainua watu. Kumsifu Bwana. Kumbuka hapa tunapata sura ile ya 5 ya kitabu cha Waamuzi. Hawa watu waliimba wimbo. Na tumesoma katika wimbo walioimba, wanamfanya Mungu ni Mungu ambaye anaitisha. Alipotokea tu vitu vikaparakanyika hapo hapo. Sawa sawa? Kwamba huyu ni Mungu mwenye nguvu, ni Mungu mwenye kuogofya kiasi ambacho hata adui hana uwezo tena. Watu wengine wanaposikia sifa zako kwa Mungu hujifunza kumtegemea na kumwamini Mungu zaidi. Amina. Twende kwenye jambo la 4. Sifa huleta ushindi wa rohoni. Sifa huleta ushindi wa rohoni. Unapomsifu Mungu na ukamtukuza Mungu, unasababisha ushindi kwenye roho yako. Ushindi wa kiroho. Unazidi kupata ushindi zaidi. Hata katika mazingira duni, hata katika mazingira magumu. Nimekuwekea Matendo ya Mitume sura ya 16. Unaokina Paulo na Sila wakiwa gerezani, lakini katikati ya gereza hawa watu wanapomsifu Mungu. Sawa sawa? Na ile sifa ikaleta matokeo. Na matokeo wakajikuta hata hawakwenda kuendelea kuwepo kwenye lile jela tena. Ngoja nikwambie, unapomsifu Mungu unasababisha hata vile vifungo ambavyo bado havijafunguka, vitafunguka. Tuko sawa sawa? Ndio maana nimesema kila hatua, kuna hatua hii tunamsifu Mungu. Jamani, tuna ushuhuda mkubwa wa jengo letu hapa. Si tunamsifu Mungu kila hatua, kila siku. Kila hatua, kila Jumapili hapa, kila hatua. Yaani hakuna hatua ambayo hatujawahi kuisemea hapa kwenye madhabahu. Hakuna hatua ya ujenzi. Kila hatua tumeisemea hapa, tukamwambia Mungu ni wa ajabu. Mungu amefanya hiki. Tuko sawa sawa. Tumeweka madirisha. Mungu ametuzuia tumeweka madirisha. Yaani Mungu anatukuzwa tu. Amina. Kwa hiyo unaona, kwa sababu tunamsifu Mungu kwa kila hatua, kwa hiyo Mungu anafungua hata hatua iliyopo wapi? Iliyopo mbele. Kwa hiyo unapomsifu Mungu kwa kila hatua, hata ile hatua ambayo haujaifikia, Mungu anaanza kushughulika na kufungua milango ya hatua iliyopo mbele yako. Sawa sawa? Kwa hiyo msifu Mungu huleta ushindi wa kiroho. Msifu Mungu kunaweza kuvunja minyororo ya kiroho, kufungua njia au kuleta ushindi hata kabla ya jibu kuonekana, kwamba tunaona Mungu anafanya. Na jambo la mwisho, sifa ni silaha ya kiroho. Sifa ni silaha ya kiroho. Kwamba tunapomsifu Mungu, ile sifa inageuka kuwa silaha kwetu ya kiroho. Inakuwa silaha kwetu ya kiroho.
Mungu anapokuinua, Mungu anapokuwezesha, Mungu anapokupa wokovu, Mungu anapokupa miujiza, usinyamaze kimya. Sawa sawa? Usinyamaze kimya. Sema mbele za Bwana. Sema mbele za watu. Watu wakusikie na Bwana akusikie. Sawa sawa? Unapofanya hivyo unamponya mtu mmoja kule. Unapofanya hivyo unafungua milango mingine ambayo bado haijafunguka. Unapofanya hivyo unatoa nafasi ya kumsifu na kumtukuza Bwana. Unapofanya hivyo unadhihirisha imani yako hapo, unamtumaini yeye kwamba aliyefanya ni Mungu wako. Simama pale. Unaweza kuandika Zaburi 103 mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa pili. Unaweza kuandika Zaburi 103 mstari wa kwanza mpaka mstari wa pili. Nafsi yangu muhimidi Bwana, na vyote vilivyo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu. Nafsi yangu muhimidi Bwana, wala usizisahau fadhili zake zote. Basi simama pale ulipo. Nataka tukamshukuru Mungu kwa ajili ya hiki ambacho tumejisikia siku ya leo. Kwa maana somo hili, hebu Mungu atusaidie. Leo tumejifunza mambo makubwa mawili. Na wiki iliyopita tulijifunza mambo matatu. Kwamba Mungu pia anainua wanawake walio majasiri. Sawa sawa? Hata leo Mungu, wewe ni mwanamke uko mahali hapa, kama umekata tamaa, unaona kama huduma hapa ni ya wanaume, hapana, hata wewe unaweza. Sawa sawa? Hata wewe unaweza. Unatakiwa tu uwe na ujasiri wa kusimama na kufanya. Lakini pia tukajifunza kwamba pia hata Mungu anawatumia watu wa kawaida kabisa kufanya mambo nini? Makubwa. Sio watu wenye majina. Huku sisi hatuna majina makubwa. Amina Huku sisi kwenye wokovu hatuna majina makubwa. Mimi nikiwa ni ukoo wa Kitine, ndio maana yake mimi sasa ndio niko superior. Hapana. Mungu anawatumia watu katika hali ya kawaida, kama Yaeli alivyomtumia mtu wa kawaida kabisa, lakini ndio alimuua Sisera. Baraka hakuweza kumuua. Aliyemuua ni mwanamke tu, Yaeli. Amina wapendwa. Hebu Mungu atusaidie katika haya ambayo tunajifunza katika mfululizo wa masomo haya. Mungu naomba tusaidie sana. Tukiyatendea kazi, hakika tutamuona Mungu akitutendea kazi. Lakini pia umoja na mshikamano, ule ushirika tulionao unaleta matokeo makubwa kwenye kanisa. Umoja, kila mmoja hapa ana umuhimu. Kila mmoja ni kiungo katika mwili wa Kristo. Rebeka Debora peke yake asingeweza kukamilisha ile vita. Baraki peke yake asingeweza kukamilisha ile vita. Yaeli peke yake asingeweza kukamilisha ile vita. Lakini ile muungano wa hao watu wote watatu ndio walisababisha kuona matokeo makubwa yaweze kutokea. Leo hii vimeandikwa kwenye vitabu ushindi mkubwa wana wa Israeli ni kwa sababu ya hao watu watatu ambaye kila mmoja alisimama kwenye nafasi yake. Natamani kila mmoja ulio mahali hapa, tambua nafasi yako katika kanisa. Tambua nafasi yako katika kanisa. Inawezekana Mungu amekuita hapa ni kwa ajili ya nafasi yako tu ya maombi. Tumia nafasi yako hiyo. Inawezekana Mungu amekuita mahali hapa ili ya kwamba uweze kuokoa mhamasishaji tu, ukawahamasisha wengine, kwa watu waliokata tamaa, ukawatia moyo. Hebu simama. Kuna watu ambao huwa wanafanya kazi. Kuna mtu mmoja kwenye Biblia huwa nampenda sana, anaitwa Barnaba, anaitwa mwana wa faraja. Ana huduma ambayo aliifanya ambayo huwa haiandikwi, lakini ndio huduma ambayo ilimfanya huyu mtu anaitwa Paulo leo aweze kujulikana. Kwa nini? Huyu Barnaba hakumkatia tamaa Paulo, alimtia moyo. Wakati mitume wanamwogopa Sauli ambao ni Paulo, Barnaba anamchukua Sauli, anapeleka kwa mitume na kuweza kumtambulisha na anamtia moyo. Leo hii anasikika zaidi Paulo kuliko Barnaba, lakini huduma ya Barnaba, nataka nikwambie, ni huduma ambayo inafanya kazi kubwa katika ufalme wa Mungu. Hebu uwe Barnaba katika kanisa la leo. Uwe Barnaba katika kanisa la leo. Barnaba huduma zao ni za chini tu. Wao wanashughulika na watu. Nataka nikwambie uwe mwingine. Mungu amekuleta mahali hapa kwa ajili ya kuweka usafi katika jengo. Hebu fanya kwenye hiyo huduma yako. Kila mtu una kitu cha kufanya katika nyumba ya Bwana. Hebu mgeukie jirani yako, mwambie umetambua ni kitu gani cha kufanya. Umetambua kitu gani cha kufanya. Kila mmoja ana kitu. Inawezekana Mungu amekuita kuwa Baraka leo. Inawezekana Mungu amekuita Yaeli siku ya leo. Inawezekana Mungu amekuita kuwa Debora katika siku ya leo.
ushindi katika vita unatokea. Hebu Mungu atusaidie. Shida kubwa katika mwili wa Kristo wa leo ni kwa sababu kuna watu wengi hawajui nafasi zao. Wamesimama hapa hawajui nafasi zao, lakini kumbe kila mmoja una kazi ya kufanya. Hakuna mtu ambaye yupo kanisani ambaye hana kazi ya kufanya. Kila mmoja ana kazi ya kufanya. Umeona watu hao walioimba vizuri hapa, kuna mtu tu amekesha kule akiwaombea. Leo watu wanapoimba, watu wanapobubujika sifa na utukufu na nguvu, na Mungu anamuinua yule aliyekesha kule. Nataka nikwambie, unaona hapa ninasimama hapa nafundisha, kuna mtu mmoja amekesha akiomba bali ya mchungaji. Mungu tuletee mafundisho kututia moyo, ya kutuwezesha. Unaona hapa tulipo naposimama na kufundisha, nguvu nimeipata. Kuna mtu mmoja tu ambaye wala hata hajulikani. Halo? Inawezekana ni Yaeli ambaye wala hata sio Mwisraeli. Sawa. Lakini ndio amehusika kuifanya ibada ya leo iwe jinsi ilivyo. Hebu Mungu atusaidie. Tuwe Yaeli wa leo, tuwe Baraka wa leo, tuwe Debora wa leo. Lakini tambua nafasi yako katika kanisa. Msifu Mungu kwa kila hatua unayoiendea, kwa kila mafanikio unayoendea. Msifu Mungu wako. Unapomsifu Mungu unaongeza hatua nyingine. Unapomsifu Mungu unafungua milango mingine ifunguke. Unapomsifu Mungu unawafungua na wengine waliofungwa. Unapomsifu Mungu unaonesha udhihirisho kwamba umekomaa kiroho. Unaonesha udhihirisho ya kwamba unalotumaini kwa Bwana. Hebu fumba macho yako pale ulipo. Ukiwa umesimama pale ulipo, ujumbe huu umekugusa kwa namna moja au nyingine. Nataka nifanye maombi na wewe unaonisikiliza. Nia yangu ni kwamba hebu Mungu afanye kitu. Nia yangu ni kwamba Mungu afanye kitu katikati ya maisha yako. Haya masomo yote ambayo nayaleta katika madhabahu hii yanakuja kwa makusudi kabisa. Mimi mpango wangu ili somo lilikuwa hata mwaka lisingechukua. Lilikuwa somo la miezi 3 tu. Lakini sasa na miaka 2 nalifundisha. Kila napotaka kukimbia Mungu ananipiga speed governor. Anataka nilifundishe kitu neno kwa neno kwa ufasaha. Mungu ana kitu anachotaka kukuponya leo. Nyoosha mkono wako wewe ambao umeona kitu gani ambacho Mungu unataka uponywe na Bwana. Nyoosha mkono wako. Nami nakwenda kufanya maombi kwa ajili yako. Una kitu ambacho unataka Mungu akiponye katika fundisho hili ambalo tumejifunza, katika eneo lote lile una kitu tu unataka Mungu afanye kitu. Nyosha mkono wako. Nataka nifanye maombi kwa ajili yako. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa wema wako na fadhili zako. Asante Yesu kwa kuniponya. Asante Yesu kwa kuniokoa. Asante Yesu kwa kunifundisha. Ninakuomba Bwana Yesu, ninakuomba Bwana Yesu, nisaidie. Nataka nibadilike. Nataka nibadilike. Sitaki kuwa kama nilivyo. Nataka kuwa mtu tofauti ili nitembee na wewe, niyatende mapenzi yako, nitembee katika nguvu zako kwa ushindi mkubwa katika jina la Yesu, ili niache alama katika uzao wangu na kizazi hiki katika jina la Yesu. Baba, ninakuomba. Hebu omba sasa mwenye moyo, unataka Mungu afanye nini kwenye eneo gani? Baba, katika jina la Yesu naja mbele zako Mfalme. Asante kwa wema wako, asante kwa fadhili zako, asante kwa utukufu wako, asante kwa mamlaka yako, asante kwa nguvu zako. Bwana, endelea kuwagusa watu wako. Bwana, endelea kuliponya kanisa lako. Bwana, waponye wakina mama hawa. Bwana, waponye wakina baba hawa. Baba, waponye mabinti hawa. Bwana, waponye na watoto wetu hawa katika jina la Yesu. Mungu aliye hai na mwaminifu, Baba, tunakuomba wewe